yalianza kuingia na dosari siku ambayo nakumbuka nilikuwa naingia kipindi cha kemia. Mlangoni nikakutana na kaka mmoja, alikuwa mrefu, mweusi na alikuwa amevaa miwani. Akaniita, akaniambia, wewe dada samahani, unaweza kunipatia namba yako ya simu? Nikamwambia, wewe kaka vipi? Namba yangu ya simu ili iweje? Yule kaka akaniambia, kama utojali mimi naitwa Philbert. Naweza nikakupa namba yangu baadaye ukanicheki ili tu tunafanya group discussion na mambo mengine. Basi mimi nikiwa katika hali ya gagaziko moyoni mwangu nikamtajia tu namba ili asinione kama mdada ambaye anajidai. Nikamtajia namba. Baada ya kumtajia namba, mimi nikaondoka nikamwacha huku akitabasamu. Kama unavyojua msikilizaji, Philbert bwana akaanza kunitafuta, mara anitumia message, mambo mrembo, umeshindaje, umekula. Basi na mimi nikaanza kumuona kama rafiki. Tukawa tukienda chuo, tunaenda pamoja, shughuli mbalimbali tunafanya naye. Basi Philbert akaamua kufunguka, akaniambia ananipenda. Na mimi kwa kweli tangia nizaliwe msikilizaji, nilikuwa sijawahi kuingia kwenye mahusiano na nilikuwa sijui mahusiano yapoje. Basi kwa sababu nilikuwa na miaka muda huo 21, sikuona kizuizi ambacho kingenifanya mimi kushindwa kuingia kwenye mahusiano. Japokuwa kwa namna moja au nyingine nakiri wazi sikufanya fikra ya kinifu kujiruhusu kuingia katika mahusiano haya. Basi nikaanza kuishi katika mahusiano na Philbert na tulishiriki vingi mpaka tukafikia hatua ya kufanya mambo ambayo nadhani nyie ni watu wazima mtanielewa. Kwa Philbert niliishi naye mwaka wa kwanza semester ya pili, mwaka wa tatu, mwaka wa pili, nimekosea, mwaka wa pili na mpaka mwaka wa tatu semester ya kwanza. Hapo ndipo sasa na mimi nikaanza kupevuka kama mnavyojua. Nikaanza kujitambua sasa na nikaanza kujiona nahitaji vitu fulani ili niweze kufikia malengo yangu. Kiukweli tulivyofika mwaka wa tatu, nafsi yangu ilianza kumchoka Philbert na nikamuona kabisa sio chaguo la moyo wangu, kwani mwanzo niliingia katika mahusiano tu kama vile basi tu nilikuwa sijitambui. Ikabidi nitafute namna thabiti ya kuweza kumwambia mwenzangu Philbert, kumuomba kwamba tuachane na mahusiano yetu. Lakini msikilizaji, kila nikigusia jambo hilo, Philbert alikuwa ni mtu wa kunitishia, akiniambia kama nikimwacha atajiua, kama nikimwacha atanifanya kitu kibaya. Na siku moja nikamwambia Philbert, mimi naomba unielewe, sasa hivi sihitaji mahusiano, naomba uniache nibaki peke yangu. Muda ukifika, kama Mungu alitupangia mimi na wewe kuwa katika mahusiano, basi tutakuwa. Philbert akaondoka kwangu akiniambia, Salome, si umenikataa, hautoniona katika maisha yangu tena, mimi naondoka. Mimi nikajua masiara, nikajua yule ni mtu mzima, ana akili yake timamu, hawezi kujifanyia kitu kibaya. Basi mimi nikaingia ndani, nikamkuta Eliza alikuwa nje ya mlango akitusikiliza tunayoongea. Basi Eliza akatabasamu akaniambia mapenzi yatakuja kuwaua. Basi sisi tukacheka, tukalala zetu. Msikilizaji, nakumbuka ilikuwa asubuhi alfajiri mapema sana siku ya Jumamosi. Nilisikia sauti ya watu wakija kuniamsha. We Salome, tayari mchumba wako huko Philbert amejipa sumu na amekimbizwa hospitali. Kiukweli mimi nilishindwa kuelewa. Nikajiuliza, kumbe Philbert ahadi aliyoitoa jana ya kwamba nimemkataa, sitamuona tena katika maisha yangu, inaweza kuwa kweli? Kiukweli sikuelewa. Basi nikakimbia mitaa ya Camp D, nikapanda bajaji ambayo nauli yake ilikuwa 1000 kipindi hicho. Nikashuka mjini. Nilipofika mjini nikamkuta kweli Philbert amewekwa drip nyingi sana, na madaktari wakawa wanasema kama angecheleweshwa kidogo tu alikuwa anakufa. Lakini kiukweli msikilizaji, mimi hili halikunifanya nirudishe moyo wangu nyuma, kwa sababu kuingia kwenye mahusiano na Philbert sikuingia eti kwamba nilikuwa nampenda, ila ni vile tu nilikuwa kama sijielewi. Si unajua tena ule utoto. Kwa hiyo yale mateso aliyokuwa akiyapitia Philbert, in real sense mimi alikuwa hayaniingii kichwani, na nilikuwa siamini kwa mtu mzima anayejitambua kama anaweza akajitoa maisha kwa ajili ya mtu. Basi Mungu alimsaidia Philbert, akatibiwa, akapona na akarudi. Na baada ya pale
akaniacha kabisa, hakunifuatilia. Tulikuwa tukikutana tukisalimiana, basi nikimsalimia muda mwingine hanijibu. Basi maisha yakaendelea na mimi nikafurahi moyoni mwangu, nikajua Philbert atakuwa amenielewa na mambo ya mapenzi kati ya mimi na yeye yamekwisha. Kwa hiyo tukawa tukiishi hivyo kwa muda mrefu kidogo. Kwa semester ile ya kwanza ya mwaka wa 3, baada ya Philbert kujipa sumu, tulikaa kimya, tukawa hatuwasiliani. Lakini mambo yalikuja kuwa mambo tulivyofungua semester ya pili ya mwaka wa 3, semester ya mwisho ya masomo yangu. Siku moja nakumbuka ilikuwa usiku, ilikuwa mida kama ya saa 4 hivi, ghafla namba ngeni ikaja. Huwezi kuamini msikilizaji, hadi namba ya Philbert nilikuwa nishafuta. Ghafla namba ngeni ikapigwa, nikapokea. Kwa madaha nikaanza kuongea. Si unajua tena namba ngeni na sisi watoto wa kike. Basi halo, nikasikia sauti ikisema halo. Samahani, naongea na nani? Akajibu, unaongea na Philbert. Samahani, kesho tunaweza tukakutana? Nikamwambia Philbert, mimi siwezi nikakutana na wewe kwa sasa kwa sababu mambo yangu yamenibana sana, lakini siku nikiwa free tutakutana. Basi Philbert akasema jitahidi, na mazungumzo ya muhimu nahitaji tukikutana tuongee. Basi siku zikaenda, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili ya tarehe